samaki karuhusiwa afanye anachotaka, ila akiwa ndani ya nini? Nikifika hapa huwa naogopa kulisema hili. Kwa Mungu hakuna demokrasi. Eti kuamua unavyotaka. Kwa Mungu haipo hiyo. Yaani samaki aseme, maji mimi nataka niamue ninavyotaka. Unaamuaje? Natoka nje, unakufa. Kwa hiyo maji ni kweli kapewa uhuru, lakini uhuru wenye mipaka. Kwamba kukuruka lakini usitoke ndani ya nini? Na sisi binadamu, Mungu anataka yeye na sisi tuwe pamoja muda wowote, mahali kokote, wakati wowote. Tumeumbwa hivyo. Ndio maana Mungu anasema hivi, mwili wako ni hekalu lake. Binadamu bila Mungu hawezi kuishi. Hivyo ndivyo tulivyoumbwa. Kwa nini leo watu wengi hatuishi makusudi yetu? Nitakwambia mbele. Kwa sababu wengi ni mti iliyong'oka. Sikiliza, mti una vifo vya aina hii. Nisikilize vizuri. Binadamu ana vifo vya aina hii. Nisikilize vizuri. Kifo cha kwanza, nikienda leo kwenye ardhi nikaung'oa mti, kitendo cha kutenganisha mti na ardhi, mti ushakufa. Hiyo tunaita spiritual death. Kifo cha pili, nikiweka mti juu ya ardhi niliyoung'oa, utaanza kunyauka na utachukua muda mrefu, baadaye utafanya nini? Utaoza. Hivyo ni vifo vingapi? Adamu alipokula tunda alianza kufa kifo cha kwanza. Kifo gani? Uwepo wa Mungu uliokuwa ndani yake ulifanya nini? Halafu kifo kingine cha kuoza kama mti juu ya ardhi, akaanza kuoza taratibu taratibu mpaka alipofikisha miaka 900 na ngapi? Na 30. Sasa nisikilize, wewe hujaumbwa kuishi mwenyewe. Binadamu, usalama wa maisha yako ni sawa na mti, usalama wa maisha yake lazima uwe kwenye nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali la msingi ni hili. Kabla dhambi haijaingia duniani, Adamu alikuwa anaomba? Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wathesalonike tulisoma, Wathesalonike 1, Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 23. Nakumbuka tulisoma. Ninyi hapa watatu mliokaa ndio mafundi mitambo wote? Si ndio? Wote ninyi mafundi mitambo? Sawa. Nilikuwa nataka vijana watatu hapa niwatumie. Sasa nyinyi mkitoka hapo tutakwama. Naomba nikusumbue mdogo wangu, samani. Na kuomba na wewe nikusumbue, samani. Naweza kusumbua binti yangu? Hata wewe njoo brother. Safi, njoo mtu wa Mungu. Njoo mwaya. Mama mwache aje. Naomba mpange mstari hivi. Nisikilizeni wa Kristo wenzangu. Hivi vitu ninavyofundisha hivi, ukivielewa, mtazamo wako wa Kikristo unakuwa tofauti kabisa. Watu wengi sana sasa hivi hatufundishi kiini cha tatizo, tunafundisha ushindi. Mtu akija kuhubiri anakuambia, yule mfalme anaitwa Hezekia akawa anaumwa, akaletewa ujumbe, utakufa, tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Hezekia akageuka ukutani, akamlilia Bwana, akaongezwa miaka. Hata wewe mtu wa Mungu, ukimlilia Bwana utaongezwa. Lakini wanasahau hata alipoongezewa alikufa. Kwa hiyo hakutatua kifo. Mimi nimejifunza ninavyoisoma Biblia kila mwaka, natamani sana kujifunza kiini cha tatizo kuliko tatizo lenyewe. Na ndipo ukilielewa unaanza kuwa salama. Yesu ni mediator. Wakati Mungu kwa kupitia Kristo ambao ni nafsi ya mwana wanamuumba binadamu, walimuumba binadamu akiwa na mwili, nafsi na roho. Niliwafundisha waliokuwepo siku ya kwanza, Mungu alipochukua mavumbi ya ardhi alitengeneza nini? Mwili. Akapulizia pumzi ya uhai, ukatokea muunganiko. Naomba umshike huyu brother hapa na umshike na huyu brother hapa. Ukatokea muunganiko kati ya mwili, nafsi na roho. Nafsi ni matokeo ya muunganiko kati ya spirit na body.
Kwa hiyo mimi hapa ninavyotembea na hivyo vitu vingapi? Wazungu wanaita triunity, lakini ya mtu. Nisikilize vizuri ninakokwenda. Mungu anakoishi, Roho Mtakatifu anakoishi, anaishi kwenye ile eneo linaloitwa roho. Ndani yetu mliokuwepo hapa nilisema wana psychology wanaita subconscious. Ndilo eneo ambalo Mungu alikuwa anakaa kabla dhambi haijatokea. Ndipo roho wa Mungu anayesema mwili wetu ni hekalu lake, ndio center aliyopo. Sasa nisikilize vizuri, kabla dhambi haijaingia, hapa alikuwepo Mungu. Akili ya binadamu inafanya maamuzi sahihi na mwili unafanya vitu sahihi. Hakuwa anakosea, hahitaji kuomba. Anaomba nini? Adamu kwenye bustani ya Edeni anaenda kuomba nini? Hivi unafahamu kuomba ni matokeo ya dhambi? Ila alikuwa anasifu na kushukuru, sio kuomba. Nisikilize vizuri. Lakini huyo Mungu anataka huyu mtu awe kama yeye. Yeye Mungu ana mapenzi yake. Mungu ana maamuzi. Mungu anafikiria. Mungu anamtaka huyo mtu naye awe kama yeye. Lazima huyo mtu awe na maamuzi yake. Lakini nisikilize, afanye maamuzi yake yanayoendana na anavyotakiwa kuwa na aliyemtengeneza. Na ndio maana Mungu alipomuumba mwanadamu akampa ili eneo la kufikiri. Na hili eneo lina vitu vikubwa vitatu: lina mind, lina will na lina emotion. Hili eneo ndio kwenye Biblia linaitwa ina, utu wenu wa ndani. Hili eneo kwa binadamu ndio linaitwa media. Maana yake linaunganisha mwili na nini? Nisikilize, kabla dhambi haijaingia, kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya mwanadamu, taarifa zilikuwa zinakuja kwenye akili na mwili unafanya vitendo sahihi. Mwili unafanya unavyotakiwa ufanye. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko ndani. Kwa hiyo huyu mtu anaishi makusudi ya nani? Kama unanielewa nipungie mkono. Nisikilize vizuri. Hapa ndio kwenye maamuzi ya mwanadamu. Nisikilize, maamuzi ya maisha yako hayategemei mwili wako, hayategemei roho yako, yanategemea nafsi yako. Nisikilize vizuri, kama kuna kitu kigumu kwa Mungu na kinamsumbua ni maamuzi, kwa sababu haruhusiwi kuyaingilia. Kati ya hawa wawili watatu, Yusufu mke wa Potifa na Daudi, ambaye alikuwa kwenye riski ya kutenda dhambi ni Yusufu. Lakini soma vizuri kile kisa. Yusufu hakuanza kusali, hakuanza baba, ameshavua na nguo baba yangu wa mbinguni, we ingilia kati. Hakuanza hivyo. Yusufu alianza hivi: siwezi kufanya jambo hili nikamkosea nani? Alafu cha pili, Yusufu akagundua mwili unamkana. Yaani maamuzi hapa yamebisha, ila mwili unataka.